Watu 70% wakizikwa mazishi ya punda. Maneno ambayo inayosemwa, unakuta watu wananyang'anyana microphone. Unakuta mwingine anapiga duru kwa mahali ambapo hapastahili. Kuna mazishi ya aina mbili. Mazishi ya maziko ya punda na mazishi ya heshima. And today we are going to give our daughter and this minister together with us mazishi ambayo ni ya heshima, a burial of dignity. Praise the name of the Lord. Kwa sababu huyu ameishi kwa heshima. Mimi nimekaa na huyu msichana, sijawahi sikia ameropokwa maneno, ameongea maneno ambayo haifai. A very humble servant of God. Kwa hivyo mimi ninawauliza, pamoja na mafundisho yangu ya dakika ile 10, ya kwamba tusikubali kuongea vitu ambazo hazifai. Psalms 45 Jeremiah 22 and verses 19. You can write it down. Inasema atazikwa maziko ya punda, akibururwa na kutupwa nje ya malango ya Yerusalemu. Kwa hivyo kuna watu ambao wanazikwa mazishi ya punda kwa sababu ya watu kurudishiana maneno mpaka uwepo wa Mungu kaondoka. His Excellency, I was here tonight. Kwa sababu ya matayarisho hii yote. When we went home, we took some time to pray. And we were asking God, ya kwamba give us uwezo mwingi katika tenti hili. Kwa sababu ya msichana huyu, alitumia ulimi wake kuimba nyimbo za kukuinua. Asizikwe mazishi ya punda, azikwe mazishi ya heshima. And when I see the leaders of our nation wameketi hapa, najua mazishi ni ya heshima. Hallelujah. When I see all the bishops, pastors, celebrities and prophets wamejaa pale, mazishi ni ya heshima. Neno la Bwana